Kwa kweli swala la Wakristo kuachana limekuwa ni sugu, ni donda ndugu nafikiri wanasema. Kuna mlolongo mkubwa sana wa watu kuwapeana talaka, na kibaya zaidi watu wanaoongoza kwa kupeana talaka ni wale ambao walipaswa kuhamasisha watu wasiachane. Yaani watumishi wa Mungu ambao walipaswa kuhamasisha watu wasivunje ndoa zao, wao ndo wanaongoza kwa kupeana talaka, wao ndo wanaongoza kwa kuvunja ndoa zao, hasa waimbaji wa nyimbo za Injili. Waimbaji wa nyimbo za Injili wa Tanzania, na Tanzania kwa Afrika Mashariki ndio inaongoza kwa talaka kwa Wakristo. Wakristo wa Afrika wa Tanzania kwa Afrika Mashariki, Tanzania ndio inaongoza, na shetani amepitisha jambo hilo kupitia kwa waimbaji, kwa sababu wao ndio wanajulikana kuliko watu wengine. Mwimbaji wa nyimbo za Injili anaweza kupenya eneo ambalo mimi Lukuta Mjeshi siwezi kupenya. Anaweza akafika kwa dakika moja, akafika hii inchi hata 10 za bara la Afrika kupitia wimbo wake, kitu ambacho mimi siwezi kukifanya. Na mwimbaji wa nyimbo za Injili ana uwezo wa kuwasikilizwa na mtu wa dini nyingine, kitu ambacho mimi sio rahisi kukifanya. Sio rahisi kumkuta mtu ananisikiliza mimi wakati ni dini nyingine, ni mara chache sana, lakini ni rahisi kumkuta Muislamu anasikiliza nyimbo za Goodluck Gozbert, nyimbo za Obi Alpha, za kina Ipiana zote zile, za kina Godwin wote, kina Steven nani wale wote. Ni rahisi kukuta Muislamu anasikiliza, anapata ujumbe pale. Na mara nyingi mtu akisha kujua anapenda kukufuatilia. Sasa waimbaji wengi shetani amewatumia kuvunja ndoa, na wanapotumika kuvunja ndoa wanageuka kuishi maisha ya kimalaya ya kawaida. Umalaya wa watumishi wa Mungu umekuwa ni mkubwa kupitia hii hali ya watu kupeana talaka. Hii hali inamkwaza sana Mungu, kwa sababu katika Ukristo hakuna talaka. Hiyo ni wazi. Na wakati mwingine unasikia hata katika mimi nashangaa, unasikia mtu anashuhudia kabisa hata madhabahuni, anashuhudia anasema mume wangu ameniacha, nataka mtumishi niombe nipate mwingine. Hiki kitu mtumishi anamwambia, anamtamkia upokee mume mwingine. Kutokana na andiko lipi? Kwa sababu andiko anasema nakuchukia kuachana. Sasa kama Mungu anachukia kuachana, na maandiko yako wazi kwamba aache mke wake na kwa mwingine anazini, na yule anayemwoa mwanamke aliyeachwa anazini juu yake. Sasa kama namna hii unakuta leo kuna mwimbaji au kuna mchungaji, kuna nabii, kuna mtume au kuna mzee wa kanisa au kuna mshirika tu Mkristo wa kawaida ameachana na mke wake, alafu anamwenda anaoa mwanamke mwingine, anaishi maisha ya uzinzi. Na mwanamke aliyeachika yeye ni mwanadamu, hawezi kukaa hivi hivi, ataolewa na mwanaume mwingine, anaingia kwenye maisha ya uzinzi. Kwa hiyo tunakuwa na kizazi cha watu wanaoishi maisha ya zinaa ndani ya makanisa. Na hili lote wafunguzi ni waimbaji. Waimbaji mnisikilize, waimbaji wa nyimbo za Injili nisikilize kwa makini sana. Mungu amewapa hizo karama na hizo huduma kwa ajili ya kuleta mwili wa Kristo pamoja, kwa ajili ya kuleta mwili wa Kristo uwe kitu kimoja, kwa ajili ya kuleta utukufu wa Mungu. Na ndio maana katika kuimba kwenu waimbaji, waga uwepo wa Mungu unashuka, watu wanabubujika, watu wanapata nguvu za Roho Mtakatifu kupitia uimbaji wenu. Ukiutumia huo uimbaji, maana waimbaji wengi najua hamna hata wachungaji. Wengi sana hamna hata wachungaji. Na kuna baadhi mimi nawafahamu mlivyoinuliwa tu. Kuna mmoja alikuwa pale Kinondoni kwa Junior AGT, mchungaji wako alikuwa ni mwanamke, ni mama. Ulivyoinuliwa tu ukahama na kanisa, na baada ya hapo mpaka leo hauna mchungaji. Sasa mnaishi maisha fulani hivi ya kutaka uhuru ambao katika Biblia haupo. Mnakosa wachungaji wa kuwakemea, mnakosa wachungaji wa kuonya. Mimi mmegeuka kumtumikia shetani, matokeo yake ndio maana hata ndoa zenu zinakuwa sio ndoa. Ndoa zinakuwa sio ndoa. Ni rahisi kabisa, unasikia mwimbaji fulani ameachana na mume wake, alafu anasimama jukwani. Na sisi wachungaji wakati mwingine tunakuwa tunapumbazwa akili. Narudia tena, sisi mitume na manabii kuna wakati akili zetu zinakuwa hazijakaa vizuri, kwa sababu huwezi kumuita madhabahuni mwimbaji ambaye unajua mume wake kamwacha, unamuita aje aimbe nini pale madhabahuni? Wewe unajua kabisa ndoa yake imevunjika, hujui chanzo cha ndoa kuvunjika ni nini, unamwalika kwenye madhabahu yako. Na mwingine unaona kabisa kavunja ndoa, kaolewa tena, unamwalika kwenye madhabahu yako aje pale. Waumini wanamwangalia, je, waumini wake kila anachoimba yule mtu ni roho inatoka ndani yake? Waumini wako wanapokeeni kutoka kwa yule mtu? Kesho na kesho kutwa kaanza kusikia ndoa za washirika wako zinaanza kuwa na migogoro, wanaanza kutafuta suluhisho, zinaanza kuvunjika. Ni kwa sababu unaalika watu ambao hawafai kusimama katika madhabahu. Usiangalie jina, angalia sifa ya mtu. Huyu mtu image yake kwenye taifa inasomekaje kwa sasa? Tatizo la ndoa, nataka nionye watumishi wa Mungu,
Hiyo roho, kila kanisa, kila askofu, kila mtume, kila nabii akemee roho ya talaka. Tatizo la talaka ni kubwa mno. Hapa ofisini mimi nimekaa hapa leo, nimekaa ninyi waandishi wa habari tunaongea hapa, lakini nikikaga hapa ofisini mimi, asilimia kubwa ya wanawake wanaokuja wa Kiislamu na wa Kikristo na washauri wanaolalamika matatizo ya ndoa ni wanawake wa Kikristo na wanaume wa Kikristo. Huyo ndo atalalamika, mume wangu sasa hivi hanitaki tena. Huyo ndo atalalamika, mke wangu sasa hivi hana habari na mimi tena. Kwa nini? Wakristo talaka zimekuwa ni nyingi. Jambo hili limeondoa utukufu wa Mungu, limeharibu ushuhuda kiasi ambacho hata leo ukienda kumfuata shehe unamhubiria Injili, anakuambia sasa, unanihubiria nini? Unanifundisha nini cha tofauti? Kwa sababu nyinyi mnaachana kama sisi, na siku hizi tunaachana kuliko hata Waislamu. Takwimu wa Kristo wanaongoza kwa kuachana kuliko Waislamu. Hili ni chukizo mbele za Mungu na ni mtego wa shetani kupeleka watu jehanamu ya moto, lakini pia ni kuingiza laana kwenye kanisa, kuandaa kizazi cha mashoga na wasagaji kwenye vizazi vyetu vinavyokuja vya watoto wetu. Mimi natoa onyo na nashauri watumishi wa Mungu, kwanza mchungaji, kuwa mkali kwa mwimbaji yoyote ambaye unamjua au mshirika wako yoyote au mzee wa kanisa ambaye anataka kuleta hali kwamba aachane na mke wake au mke mwingine. Hilo swala tulikatae kwa nguvu zote, haijalishi atahama kanisa, hata kama ana pesa nyingi, tulikatae kwa nguvu zote kwa pamoja.